Hujambo mpenzi mtazamaji popote ulipo, ikiwa sasa imetimia saa 12 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Natumai kwamba siku yako inakwendea vyema. Karibu sana kwenye kipindi cha Jukwaa la KTN. Mimi ni Agnes Gakunga. Siku ya leo ya Jumatano tunaangazia kuhusiana na athari za mgomo wa madaktari ambao kwa hivi sasa umeendelea kwa zaidi ya mwezi mmoja. Wagonjwa wameendelea kutaabika kote nchini, wasijue watapata huduma za matibabu wapi, ikizingatiwa kwamba wengi wa wale ambao wanataabika ni wale ambao hupata huduma za matibabu kwenye hospitali na vituo vya afya vya umma. Hawana uwezo wa kupata huduma za matibabu katika hospitali za kibinafsi. Wakina mama wajawazito wamekuwa wakitaabika. Athari ni nyingi, na ndiposa tunaye daktari hii leo. Ni Daktari Kireki Omanwa. Yeye ni mtaalamu wa afya ya uzazi pamoja na pia yeye ni rais wa shirika la wataalamu wa afya ya uzazi. Karibu sana daktari. Asante sana kwa kunialika kwenye studio jioni ya leo. Na ni fahari yangu kwamba umefika hapa ili utupe taswira kamili ya jinsi hali ilivyo. Kama nilivyosema, mgomo umekuwa ukiendelea sasa ni zaidi ya mwezi mmoja. Athari zimekuwa ni nyingi, wananchi wametaabika pakubwa. Tupe hali halisi ya akina mama wajawazito, jinsi ambavyo wametaabika. Asante sana kwa kunikaribisha Sudi kuchangia mada ya leo. Na nafikiri ni vizuri sana kusudi watazamaji wetu pamoja na Wakenya kwa jumla wajue shida ambazo zinawakumba kina dada ambao ni wajawazito. Ningelipenda kuanzia mwanzo. Kwa mfano kama kwenye hospitali kuu ya rufaa ya Kenyatta, kila mwaka kina mama karibu takriban 10,000, 12,000 huwa wanajifungua pale. Na hawa ni wale ambao wanajifungua kwa njia ya kawaida, na kuna wale ambao wanajifungua kwa njia ya upasuaji. Na kwa kweli huwa tunapata wagonjwa kutoka sehemu mbalimbali za Kenya, kutoka kaunti tofauti. Kwa sababu gani? Kwa sababu hapa ndio tuna wale madaktari bingwa ambao wanaelewa, wataalam ambao wanaelewa haya magonjwa ya uzazi. Sasa hivi ukienda kwenye chumba cha kuzalia hospitali kuu ya rufaa ya Kenyatta, hawa mama hawako. Vyumba viko wazi. Hawa mama wako wapi? Wanajifungulia wapi? Na sio hospitali kuu ya rufaa ya Kenyatta peke yake, lakini kwenye hospitali za kaunti na hospitali zingine pamoja na vituo vya afya, hawa mama hawako. Wanajifungulia wapi? Hilo nafikiri ndio swala nyeti ambalo inabidi tujadiliane kwa siku ya leo. Kwa kawaida hawa mama ambao wanajifungua hivyo, Kenya tuko na shida kubwa sana kuhusu hawa kina mama ambao wanajifungua. Kwa mfano sasa hivi ukiangalia takwimu zetu zinasema kwamba hizi ni kwa mujibu wa ripoti ambazo zinatoka kwenye Wizara ya Afya, ni kwamba tunapoteza kina mama 368 kwa kila wanawake 100,000 ambao wanajifungua. Sawa sawa. Lakini tukiangalia ripoti kutoka kwa Shirika la Afya Ulimwenguni pamoja na mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa, yanasema kwamba hizi takwimu zetu ambazo zinatoka kwenye Wizara ya Afya sio takwimu ambazo ni kamili. Na hao wanafikiria kwamba Kenya sasa hivi takriban wanawake 550 huwa wanaaga dunia wakati ni wajawazito, wakati wa kujifungua, ama siku 42 baada ya kujifungua. Na hii wanaaga dunia wakati ambapo kuna madaktari wanafanya kazi, wakati shughuli zote zinaendelea kwa kawaida. Kwa hivyo sasa najiuliza, ikiwa hakuna madaktari hawapo, hawa ambao wanaitwa maafisa wa afya, clinical officers, pia hao nafikiri wamegoma, wanaendeleza mgomo. Kwa hivyo hawa mama ambao wanatakiwa kujifungua katika mahospitali za county na zile za sub county na vituo vya afya, wanajifungulia wapi?
Kwa hivyo kile kitu ambacho mimi kinaniogopesha sana na kinanihuzunisha ni kwamba tunaendelea kupoteza wanawake wengi sana wakati ambapo ni wajawazito, wakati wanajifungua na baada ya kujifungua. Kwa hivyo ni swala zito sana ambalo serikali inabidi ifikirie, izungumze na madaktari kusudi tuweze kusaidia hawa kina mama. Kwa kawaida wanakuja hospitalini, tunawasaidia, wanajifungua, baada ya siku 2-3 wanaenda nyumbani, wanaenda na watoto. Sasa hatujui wanajifungulia wapi, mahali ambapo wanajifungulia wana usaidizi wowote, hatujui. Na hata ikiwa kuna usaidizi, huu usaidizi ni usaidizi ambao ni halali ama sio halali. Tukiangalia upande wa hygiene, sijui kama mazingara ambapo hao kina mama wanajifungulia kama ni mazingara ya kiafya. Kwa hivyo tuko na shida kubwa sana. Na wewe kama mtaalamu wa afya ya uzazi, kulingana na ule ujuzi na ufahamu ulio nao, idadi hii ya wanawake ambao ama akina mama wajawazito, kwa sababu wengi kama jinsi ambavyo umeelezea, hospitali ya rufaa ya Kenyatta huwahudumia takriban wanawake 10,000 wanaojifungua katika ile hospitali ambao wametumwa kutoka hospitali zingine kote nchini. Iwapo hata mama labda hata fariki wakati huu, labda amejifungulia nyumbani kupitia labda amepata usaidizi kutoka kwa mkunga, iwapo hata fariki, iko wapi athari nyingine ya yule mama ambaye anajifungua bila kuwa mikononi mwa mtaalam aliye na ujuzi? Nafikiri kuna hatari kubwa sana. Hatari, tuanzie mwanzo. Hatari ya kwanza, hawa kina mama wanatakiwa kwenda kliniki wakati ambapo ni wajawazito, kusudi wapimwe, tujue kwamba hii barabara yao wakiwa wajawazito iko sawa, mtoto ambao wanambeba ama watoto ambao wamewabeba wanakuwa vizuri, amepata virutubisho vya kutosha, na kwamba akienda kujifungua hata kuwa na shida. Lakini sasa hawaji kwenye kliniki kwa maana kliniki zimefungwa. Kuna wale ambao wana shida tofauti za kiafya. Kuna wale ambao wana ugonjwa wa kisukari wakati ambapo ni wajawazito. Kuna wale ambao wana shinikizo la damu wakati ambapo ni wajawazito. Na kuna wale ambao kwa wakati mwingine kile kiwango cha damu kimedidimia. Kwa hivyo hawa wakija sasa kwenda kujifungua inakuwa ni shida kwa mazingara ya kawaida. Lakini sasa hatuwaoni, hawako kwenye kliniki. Kwa hivyo wako na haya magonjwa na ni wajawazito. Shida ambao wanaweza wakapata, kwa mfano, ikiwa kuna mjamzito ambaye ana ugonjwa wa kisukari, na kwa kawaida ugonjwa wa kisukari huwa inafanya ule mtoto ama watoto ambao wamebebwa wanakuwa wakubwa kupitia kiasi. Unaweza kupata mwanamke ana mtoto ambaye ana 4.5 kilo au zaidi. Sasa wakati anaenda kujifungua inakuwa ni shida. Yule mtoto wakati wa kujifungua anaweza kakwama kwenye ile njia ya uzazi. Alafu inakuwa ni shida. Kwanza ile njia ya uzazi inakuwa ni vigumu kujifungua. Ule muda na ule uchungu wa uzazi unachukua muda mrefu. Na wakati ambapo mtoto yuko kwenye tumbo la mama yake, ni lazima ile damu izunguke vizuri kusudi apate virutubisho, apate oksijeni ya kutosha na vitu vingine. Kwa hivyo ikiwa ule muda wa kujifungua utachukua muda mrefu, anaweza akakosa, huyu mtoto anaweza akakosa nini? Anaweza akakosa oksijeni wakati ambapo anajifungua, ile hewa safi. Na hii hewa safi ni kitu cha muhimu sana, kwa maana ikiwa ule muda utapitisha kama dakika 4 ama dakika 5, inaleta shida. Na shida hizi zitakuwa wapi? Haswa shida hizi zitakuwa kwenye ubongo. Kwa maana ubongo ni kitu ambacho kinahitaji hewa safi kwa wingi, pamoja na sukari, glucose, kusudi uweze kufanya kazi yake vile ambavyo unatakiwa. Kwa hivyo ikiwa hawa mama hawaji hospitalini, hatuwazalishi, kwa mfano vile ambavyo umesema kwamba anaweza kuzaa na anapata usaidizi kutoka kwa mkunga, lakini kuna vitu vingine ambavyo mkunga ambaye hataweza kujua, hataweza kuvielewa. Anaweza akajifungua kwa baada ya muda mrefu. Nakumbuka kwamba kwenye ile njia ya uzazi ilichukua muda mrefu, mtoto atazaliwa, mtoto akabanwa, alafu unakuta mtoto anazaliwa hatalia, anashindwa kulia wakati amezaliwa, na asipolia wakati amezaliwa unapata yale mapafu hayafanyi kazi,
hapati ile oxygen, hewa safi ambayo inahitajika, na hii itakuwa ni atapata madhara baadaye, na haya madhara yanaweza kuwa kitu ambacho tunaita cerebral palsy, kwamba wakati ambapo huyu mtoto alikuwa anazaliwa hakupata hewa safi ya kutosha, kwa hivyo ubongo wake haufanyi kazi, hautaanza kufanya kazi vile ambavyo unatakiwa kufanya. Na hii itakuwa ni shida kubwa sana, kwa sababu baadaye huyu mtoto anashindwa kukaa, anashindwa kutambaa wakati wake, wakati ambapo ataenda shule anashindwa hata kuelewa mwalimu anazungumza nini na vitu vingine. Kwa hivyo anakuwa ni mtoto ambaye ana shida, na hii shida itakuwa sio kwa mtoto peke yake, itakuwa kwa wazazi pia, kwa sababu hao ndio lazima watafanya nini, ndio watamlinda huyo mtoto. Na ni mtoto ambaye ana ulemavu. Sasa pia kuna huyu mama ambaye ni kama amelazimisha huyu mtoto kutoka kwa njia ya kawaida, lakini kama jinsi ambavyo hata umeeleza, huyu mtoto alibanwa kwa sababu hakufaa kutokea katika njia ile. Yule mama alifaa kufanywa upasuaji. Ni kipi ambacho kitampata huyu mama ambaye sasa ni kama amelazimisha huyu mtoto kutoka kwa njia ya kawaida? Asante sana kwa hilo swali. Ningelipenda kuligeuza kidogo tu. Kwa mfano, ikiwa mama amejifungua kwa njia ya upasuaji mara moja au mara mbili, na wakati mwingine tunapata kina mama ambao wamejifungua kwa njia ya upasuaji mara 3 ama saa zingine hata mara 4. Kwa hivyo ikiwa amejifungua kwa hii njia ya upasuaji mara 2, hatakiwi kujifungua kwa njia ya kawaida. Kwa sababu gani? Wakati ambapo kuna ule uchungu wa uzazi, zile kizazi huwa kinajifinya. Sawa sawa. Na pale ambapo kulikuwa mahali ambapo tulimkata, mahali ambapo kuna ile scar, inaweza ikafunguka wakati ambapo anajifungua, ile ambayo ilikuwa ya awali. Yes. Na ikifunguka, mama ataanza kuvuja damu, na akianza kuvuja damu hatuwezi kumsaidia. Ikiwa hayuko hospitalini, hiyo itabidi apelekwe kwenye chumba cha upasuaji kwa dharura, kusudi tuweze kumsaidia, kujaribu kumsaidia. Kwa mara nyingi tunaweza kufanya hivyo. Tunaingia, tunafanya upasuaji kwa kasi sana, kusudi tumweze kumtoa yule mtoto kwa njia haraka, alafu tuone hii damu inatoka wapi. Lakini ikiwa hamna, madaktari hawapo, na huyu mama kwa mfano vile ambavyo umesema, amelazimika kufanya nini? Kumsukuma yule mtoto, na alikuwa amepasuliwa, na lile kovu lile kovu linaweza likafunguka, akaanza kuvuja. Na kuvuja damu kupitia kiasi, hii ndio sababu moja ya kina mama kufa wakati ambapo wanazaa ama baada ya kujifungua. Kwa hivyo itakuwa ni shida kubwa sana. Tunaweza kumpoteza huyu mama, au tumpoteze mama pamoja na mtoto. Na kitu ambacho ni cha huzuni sana ni kwamba ikiwa mama ameaga dunia, amemwacha mtoto, unajua sisi wanaume, baada ya kumzika yule mama, umeachwa na mtoto, haujui kumlea huyu mtoto. Pengine itachukua miezi 2 au miezi 3, huyu mwanamume atatafuta mwanamke mwingine ambaye atakuja kufanya nini? Kumsaidia kumlea huyu mtoto. Na mama wa kambo sio mama, hiyo tunajua. Kwa hivyo huyu mtoto atalewa, lakini hatalewa katika yale mazingara na njia ambayo angelikuwa mama yake angeliweza kumlea. Na imethibitishwa kwamba wakati ambapo mtoto amempoteza mama yake ameaga dunia, inaanza mviringo wa inaitwa poverty, wa umaskini. Na huu mviringo wa umaskini huwa hautavunjika hata baada ya nini vitatu, kama inaitwa nini, generation. Generation ya pili ama ya tatu, vizazi viwili ama vitatu. Kwa hivyo ni kitu cha muhimu sana sisi kama madaktari, na sisi kama Wakenya na jamii kwa jumla, tuweze kusaidia hawa kina mama ambao ni wajawazito, kusudi tusianze hii miviringo ya umaskini ambayo italeta shida baadaye kwa hawa watoto na kwa jamii kwa jumla. Kwa sababu tatizo lipo, ndio, na hata jinsi ambavyo umeweza kuelezea, hivi visa vipo na wanawake wanajifungua kila uchao. Kuna wale ambao labda anabahatika, anapata mkunga na anajifungua malaika wake vizuri. Hapo ni kweli. Lakini sasa kuna yule ambaye kama jinsi ambavyo umeelezea, na ni hali halisi, iwapo umepata watoto wako wa kwanza, wa pili kwa njia ya upasuaji, watatu hufai kujifungua kwa njia ya kawaida. Unafaa pia kufanywa upasuaji ili hata lile kovu lisiweze kufunguka. Na hapa bado kwa hilo kovu linafunguka ndani ama na nje? Linafunguka ndani.
si nje. Sio nje. Kwa maana nje wakati ambapo tunafanya upasuaji hapa kuna ngozi, alafu kuna ni kama mafuta ambayo tunakata, alafu kuna sehemu zingine ambazo lazima tukate tufungue. Alafu kwenye kizazi sasa lazima pia tukate. Tukisha kata tumemtoa huyu mtoto, tumetoa lile kondo na maji, sasa itabidi tushone. Sasa lile kovu la kule ndani ndio linaweza likafunguka. Hili la nje ni vigumu sana kufunguka. Sasa hapa tuko bado sasa kwa huyu mama. Hakuna kile ambacho kinaweza mlinda huyu mama, kwa sababu kwa kweli katika hospitali za umma hakuna daktari wa kumhudumia. Hakuna hata afisa wa matibabu ambaye ni clinical officer kuweza kumsaidia hata kumshauri. Kuna vile ambavyo amelindwa hata kikatiba kupata hizi huduma, serikali isimamie ili apate huduma katika hospitali za kibinafsi. Asante sana kwa kuleta hiyo point, kwa sababu kwenye katiba imeandikwa kwamba ikiwa kuna hali ya dharura, emergency, mtu yeyote anaweza kwenda kwenye hospitali yeyote, iwe hospitali ya kibinafsi, kama hospitali za kibinafsi ziko nyingi Nairobi. Kwa hivyo ikiwa alikuwa kwenye hospitali ameenda kwenye hospitali ya umma akapata hamna madaktari, hamna mtu ambaye anaweza kumhudumia, kikatiba anaruhusiwa kwenda hospitali yote kusudi ahudumiwe na kusudi tuweze kufanya nini? Tuweze kumsaidia kiafya. Lakini nakuuliza swali, ikiwa wakati ambapo kumekuwa na ajali za barabarani na watu wamepelekwa kwenye hospitali za kibinafsi kwa hali ya dharura, wakiingia pale hawa wagonjwa hawa ambao wameadhiriwa, wakifika pale wanaulizwa nani atalipia, na ikiwa anatakiwa kwenda kwenye chumba cha upasuaji, swali la kwanza itakuwa ni nani atalipia? Either ni pesa utalipa deposit, au una bima ya afya. Ikiwa hauna bima ya afya, ikiwa hauna deposit ya kulipa, basi uko taabani. Lakini kikatiba huyu mama ambaye tunamzungumzia anatakiwa kwenda kwenye hospitali yoyote ya karibu, hospitali hata kama ni hospitali ya binafsi, alafu ahudumiwe. Alafu baadaye ndio yale malipo ambayo yametumika kusudi kumsaidia, inabidi sasa serikali imlipie, kwa maana serikali ndio mama na baba wa Wakenya wote. Nafikiri mimi hivyo ndivyo naelewa katiba. Sijui wanasheria wanaelewa katiba. Na kwa sababu wewe ni daktari unakumbana na hivi visa vingi. Kuna yule mgonjwa wako labda ni huyu mama, anapokuja kwako unaona kwamba huyu hapa hatasaidika, ni mtume mahali fulani. Umekumbana na hivi visa ambapo huyu mama hata akienda katika hospitali ya kibinafsi hasaidiki. Sasa ikifikia hapo sasa utafanyaje wewe kama daktari? Sijawahi kupata kisa kama hicho. Kwa sababu gani? Kwa sababu ninafanya kazi katika hospitali za kibinafsi na ninafanya kazi katika hospitali ya umma, na nimebahatika kwamba nafanya hospitali katika hospitali kuu ya rufaa ya Kenyatta. Kwa hivyo pale kuna wataalamu wote ambao wanaweza wakahitajika. Nikitaka mtaalamu wa magonjwa ya kisukari nitampata. Nikitaka mtaalamu wa upasuaji wa mifupa nitampata. Lakini sasa hospitali zingine hazina madaktari kama hao. Kwa hivyo nafikiri mimi nina bahati kwamba sijawahi kupata kisa kama hicho. Lakini wakati mwingine inakuwa ni tofauti kidogo. Unakuta kwenye hospitali ya kibinafsi unakuta mgonjwa ambaye ndio kwa kweli unaweza ukamsaidia, lakini kifedha hajiwezi, ama ile bima ambayo alikuwa nayo inafanya nini? Inaisha. Kwa hivyo huyo anafanyiwa namna gani? Anatumwa kwenye hospitali ya umma. Naam. Haya, bado tukisalia kwa huyu mama mjamzito, kuna wakati kutokana na yale ambayo amepitia wakati huu wa kubeba ujauzito wake hadi wakati wa kujifungua, iwapo labda alipitia kipindi cha maumivu kwa muda mrefu, mara nyingi wanaathirika kiakili. Kwa sababu ya upungufu huwa wa huduma, kukosekana kwa madaktari kwa zaidi ya siku 40. Mnahofia huenda sasa kutakuwa na visa vingi vya kina mama walio na matatizo ya kiakili? Kutakuwa na visa vingi vya postpartum depression? Kwa kweli kabisa, hata kwa kawaida wakati ambapo kuna mama, kiasi fulani cha kina mama baada ya kujifungua
wanapata haya madhara ya ubongo, hii postpartum depression ya akili. Unakuta wana huzuni, hawezi kucheka, hawezi kutabasamu, hata kwenda kumwona mtoto ambao wamemzaa unaona ni kama kwamba hawataki kwenda kumwona huyu mtoto. Kwa hivyo tunahisi kwamba hapa kuna shida, na vile ambavyo nimesema ni kwamba mahali ambapo nafanya kazi nimebahatika kwamba kuna hawa wataalamu wa idara zingine ambao ninaweza nikawaambia na hawa wakaja kumsaidia. Sasa ikiwa hamna madaktari na hawa mama wanajifungua mahali ambapo wanajifungulia hatujui, kwa kweli hivi visa vitaongezeka. Na imethibitishwa kwamba ikiwa mama alikuwa na hii postpartum depression, baadaye hata kama akitibiwa inaweza kaleta madhara mengine ya akili. Madhara kama yapi? Hiyo depression sasa itakuwa postpartum, kwa maana postpartum inakuwa kwa muda mfupi, alafu akipewa madawa, akitibiwa vizuri huwa inaisha. Lakini baadaye inaweza kuwa baada ya miaka fulani, miaka kadhaa, inaweza sasa depression yenyewe inaweza ikamwathiri. Kulingana hata na jinsi ambavyo ulielezea, wamama wengi ambao huwa wanaenda kupata huduma za matibabu katika hospitali za umma, wakati wanapojifungua hamjui sasa wanajifungua wakiwa wapi, hamwaoni, kwa sababu kwa kweli hata hakuna madaktari wa hospitalini. Chanjo watoto wanapozaliwa, chanjo sasa wanapata, na hatari iko wapi kwa idadi kubwa ya hawa watoto kukosa hizi chanjo muhimu, hasa kipindi hiki wakiwa watoto wachanga? Ndio maana madaktari nafikiri ni nguzo kubwa sana la uendelezaji wa Kenya, na sio Kenya peke yake. Na ni kitu cha muhimu sana kuwa na madaktari na maafisa wengine ambao wanafanya kazi katika hii sekta ya afya. Tukirudi kwenye hawa kina mama ambao wanajifungua bila madaktari, na hawa watoto ambao wamezaliwa bila uwezekano ama kuwepo kwa madaktari, kwa sababu hata mama mwenyewe kabla hata ajifungue kuna sindano ambayo inabidi apate, kuna vipimo ambavyo ni lazima avifanye. Kuna vipimo vya damu, kuna vipimo vya kupiga picha kuona kama mtoto yuko sawa, hata kupimwa mkojo, na madawa pia ni lazima apate, na vitu vingine. Kwa hivyo akivikosa hivi vyote, kuna hatari kwamba huyu mtoto anaweza kufa ndani ya tumbo, na akisha kufia ndani ya tumbo, kumzaa pia inaweza ikawa shida. Na tuseme kwamba amejifungua huyu mama na mtoto yuko sawa, kuna ile ratiba, kuna orodha ya chanjo ambayo mtoto lazima afanye nini, apate. Lakini ikiwa hamna madaktari, wadaktari hawapo, na maofisa wa afya pia hawapo, kwa kawaida wakunga wale ambao wanawasaidia hospitalini kuwazalisha ndio huwa wanapatia hizi chanjo, lakini hizi chanjo wanafuatia maagizo ya madaktari, wale madaktari wa watoto. Sasa madaktari wa watoto hawapo, wakunga wanapokea hii ratiba na maagizo kutoka kwa madaktari wa watoto hawapo. Kwa hivyo hawa watoto watazaliwa hawatapata chanjo wakati ambapo wanatakiwa kupata chanjo. Kwa hivyo yale madhara, magonjwa ya watoto watayapata, magonjwa kama measles, magonjwa kama polio na magonjwa mengine, magonjwa ambayo kwenye nchi zingine yamefanya nini, yameisha. Lakini sasa itabidi turudi huko, na ni kitu cha huzuni sana. Haya, tutakuwa tunaelezea hata hatari iko wapi iwapo tutarejea nyuma na zile hatua ambazo tumepiga kama taifa, iwapo sasa tunaanza kurudi nyuma badala ya kusonga mbele. Kwa sasa tuangalie kwa undani hawa watoto ambao wamezaliwa katika kipindi hiki, mnatarajia nini nyinyi kama wataalamu wa afya ya uzazi? Mtazamaji, kufikia hapo nachukua pumziko fupi mno. Baada ya muda usiokuwa mrefu nitarejea, tuendelee na mazungumzo.